Soka ya wanawake inazidi kuimarika kila uchao, na lile pengo ambalo lilikuwa kati ya wanaume na wanawake linazidi kuwa finyu kadri siku zinavyoyoyoma. Karibu mpango mzima wa Zilizala Viwanjani mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 11 mwezi Januari mwaka 2018. Ni kipindi ambacho kila siku ya wiki tunaangazia masuala chungu nzima ya spoti, na kama ilivyo ada kwenye studio naye mwenzangu Steven Mukangai. Jana tulikuwa naye bwana James Maura hapa baada ya kuweka ile rekodi baada ya kualikwa kwenye mashindano ya Red Bull kule nchini Urusi katika jiji la Moscow. Mkangai akaahidi kuwa leo atakuja na baiskeli kutoka nyumbani, lakini wengi wanataka kujua nyumbani ilikuwa ni wapi. Huenda kawa ni mita 100 tu karibu na kazini. Leo amekuja na baiskeli lakini hakuweza kuingia nao, maana ni kubwa mno hatukuweza kuingiza kwenye studio. Sio ni Mkangai, ahadi ni deni. Na dawa deni kulipa. Kwamba atatumia baiskeli. Ukimsikia Maura alisema kwamba mara ya kwanza hakuwa na nauli, akatumia baiskeli kutoka Lang'ata mpaka akafika kule alikwenda zaidi ya kilomita Narok. Na leo hii nikaamua kwamba mimi kutoka kule nakoishi kule Mashimoni Kibera. Unajua Mashimoni iko baada ya Makina ukielekea Katwekera ndio upite darajani. Kabla uingie line 7 ndio nikaamua kuja na baiskeli. Vile sikujui kote huko ama Mashimoni Kibera. Mashimoni ni karibu na Simba na line 7. Kwa hivyo natoka Mashimoni kwa baiskeli mpaka hapa standard. Leo tunazungumzia mchezo upande wa kinadada ama upande wa wanawake kuhusiana na jinsi ulivyochukuliwa nchini Kenya, hasa uamuzi. Manake tunaye Bi Tabitha Wangoi ambaye tuko naye kwenye studio. Atueleze mengi kuhusiana na talanta. Tunaweza sema ni talanta pia, manake lazima ni kitu ambacho ana hamu tangu alipokuwa anaanza pengine kupenda soka kukifanya. Tunazungumzia wanawake na swali ambalo tumeuliza kwenye mtandao wa kijamii, je, unadhani idadi ya waamuzi wa kike katika ligi kuu ya soka nchini iko sawa ama inafaa kuongezwa mwaka 2018? Unaweza zungumziaje hilo swala? Ni swali zuri, lina sawa. Umefanya uamuzi wa busara. Kila bora wewe ni mtu kama Ozil kwangu. Yaani kila assist yako ni bao. Yaani kila mgeni namleta anaingiana na mada. Na ukimtaja Tabitha Wangoi na muona tumekuwa naye katika viwanja mbalimbali, ana ile
ari, ni mtu ambaye anapenda mpira sana. Na muona juzi akimsalimu Thierry Henry mpaka machozi yakamtoka, ishara kwamba anapenda mpira. Yaani ule utamu alihisi kumshika Henry mpaka machozi yakamtoka. Akiwa uwanjani za mazilo akina Shikokoti, ni mlingoti, anafikia magoti lakini anambia kwamba mbali. Kadi ya njano ama nyekundu. Shikokoti kule mbali. Hapo ni decision ama confusion? Okay, uwanjani. Ataki mchezo, anaambia Shikokoti kule ndiwe ni mlingoti. Mimi ni mfupi lakini kule. Lakini ukiangalia mtu ambaye ana hamu ya mpira, lakini mchezo wa wanawake, mchezo soka ya wanawake kwa ujumla bado serikali imewatenga. Wana kazi kubwa kufanya. Karibu kwenye studio zetu za Zilizala Viwanjani, Bi Tabitha Wamboi. Ni mara ya kwanza KTN, karibu sana. Mkange amesema atakuuliza hilo swali, kwa nini juzi ulipokuwa na Thierry Henry, hisia ulikuwa unahisi vipi baada ya kuwa naye gwiji wa soka ulimwenguni? Hiyo ilikuwa ndoto yangu. Matana na yeye sababu nilikuwa nampenda sana wakati alikuwa anachezea Arsenal. Mimi si wa Arsenal lakini nilikuwa nampenda zile kugiza zake. Mapema ameanza kuhepa Arsenal. Hata nilimwambia Thierry, mimi si wa Arsenal but nilikuwa napenda vile ulikuwa unacheza boli. Na tutazungumza mengi, tuko na wewe kwa muda saa zima kuhusiana na kazi yako umeifanya kuanzia lini mpaka hivi sasa, changamoto ambazo unazo na pengine tofauti kati ya uamuzi kuwa mwanamke na pia mwanaume, na pia tutaangalia waamuzi ambao wamebobea ulimwenguni. Lakini kwanza kabisa tupate kidokezo ama kimbwanga cha siku. Sija kutupa wendo uonekae. Na bila kupoteza muda tuanze na taarifa yetu ya kwanza. Ni kwamba zaidi ya wanafunzi 500 kutoka shule za Makini wamepokea vifaa vya mchezo wa chess kutoka kwa bingwa wa zamani wa dunia wa chipukizi Michael Martin kutoka Ubelgiji katika bara la Ulaya. Martin ambaye aliwakilisha timu ya taifa ya Ubelgiji ametoa msaada wa seti 20 za mchezo huo katika lengo la kukuza talanta kutoka shule. Kulingana na naibu mwenyekiti wa chama cha chess nchini Kenya Andrew Owili, mbali na kuinua viwango vya mchezo huo, mpango huo utasaidia kuboresha masomo ya wanafunzi. Every child needs to be given an opportunity to showcase their ability in terms of what they can do. And for us as a school, we know the benefits of chess. One, it will help our children to concentrate. One, it will improve in their memory. And that's what we are looking at. In the 21st century, if that one is missing, then it means that there will be a lapse in what our children are going to do. Ni miongoni mwa wanawake wanaoaminika sana nchini na kutambulika barani katika kazi ya uamuzi kwenye kandanda. Licha ya changamoto alizopitia maishani, Tabitha Wamboi amejitoka jukumu ambalo mara nyingi ukabidhiwa wanawake. Je, safari yake imekuwaje hadi sasa? Nobody becomes a referee to be loved. We do it because we love the game. As a woman, people are waiting for me to make a mistake. By making the right decision, the players and fans respect me. I also know how it feels to lose, because I lost my husband in an accident. When he died, everyone had an opinion of what I should do. Sometimes we pass through hard times to make us believe in ourselves. I had to show my children that anything is possible. Trust yourself, believe in yourself, the rest will follow. I am Tabitha Wamboi. Na kama ulivyomuona mwanzo mwa kipindi, yuko studioni Tabitha Wamboi, atueleze mengi, atake kuzungumza mengi manake mwenyewe tunayo, yani tuandike na mate ilhali wino upo studioni. Tabitha, karibu tena kwenye studio za Zilizala Viwanjani. Hamu ya kutaka kuwa muamuzi ilikujaje na ilikuja mwaka gani? Nafikiria wakati nilikuwa shule,
ya msingi nilikuwa nacheza ball. Mimi sina brother na sina sister. So nilikuwa najaribu chenga manko zangu pia kuonesha pia mimi nipo. Wakati niliingia Lavington Primary School, hatukuwa na ile yani mpira wa wanawake haikuwa imewekewa maana sana. But wakati niliingia secondary school, we had a team. Ndio nikaanza kucheza ball. After kutoka shule, kuna mwanamke referee alikuwa anachezesha Kenya Premier League, assistant referee. Na nikataka kujua kwa nini yeye kama ni mwanamke na anaweza, why not me? And that is the time I decided to become a referee. Yeah. Toka mwaka huo imekuwaje kazi yako mpaka hivi sasa? Ilikuwa mwaka wa 2004. Ndio wakati niliingia class ya kwanza ya kuwa referee. In referee unaenda ukipanda ngazi. Unachezesha hizi mpira za chini, unaenda ukipanda ngazi until now. Na nafikiria that is the best decision that I have ever made. Because I feel good when I officiate. I love football. I sleep football. Yeah. Ni kitu ambacho ni kitu kiko kwa roho yangu. Mkangai, bila shaka utakubaliana naye kuwa kitu kama kiko kwenye roho yako, kama vile tunavyofanya hii kazi, tunaifanya kama si kazi, manake ni kitu tunapenda kila siku, ni jambo ambalo ni rahisi kwake. Ni passion, nilivyosema kila kitu tunachokifanya ni mvuto. Kwa mfano kama mimi, mechi baada kutangaza mechi ya Arsenal nimetoka hapa saa 9 usiku, lakini saa 10 nimerudi kufanya habari za asubuhi. Kwa hivyo ni kule kujinyima na kujitolea. Na nikumbusha nimeanza kuona ligi ya Kenya wakati wa kina Zilizala Viwanjani, kina Boniface Sambani, palikuwepo na hawa kina Lusa, akina Maxim Ituru, hatuko na kina dada, lakini angalau pana mamuko mpya katika soka ya Kenya, na amesema kwamba anaipenda soka kwa dhati. Yani ni kwamba mpaka anampiga chenga anko yake kuonyesha kwamba anataka kucheza mpira akiwa mdogo. Ni ishara kwamba akiwa mdogo alikuwa anaota na kuwa kocha na kuwa mwamuzi, na imani kwamba katika michuano ya CHAN miaka ijayo, michuano ya ubingwa wa Afrika na michuano ya kombe la dunia, nitamwona dadangu Wamboi. Tabitha, kuna tofauti kati ya wanaume na wanawake? Zipo changamoto ambazo unapitia katika kazi yako ya uamuzi? Ziko mingi. Especially kama wewe ni mwanamke na unachezesha ligi ya wanaume. Lazima uprove wale mafans na wachezaji that you are capable for the tasks. No. So you have to be strong, and zile decision make unakuwa firm nazo. So that wanaweza kukurespect na wajue unaweza fanya even better than au wanaume venye wanachezesha. And I think we are proof to that. Tumechezesha games za AFC, tumechezesha games za goal. Na tunamaliza. Umetaja timu mbili kubwa ambazo mashabiki wake na tabia zao wanajulikana. Katika timu zote ambazo umekuwa msimamizi ama umekuwa mwamuzi katikati pale, kuna mechi yote ambayo utaikumbuka, yani mpaka ukilala, ukiamka kufanya shughuli zako, unaikumbuka kwa hii mechi sitaisahau maishani mwangu, kwa ukubwa wake au pengine kwa vituko ambavyo vilikuwa kwenye mechi hiyo? Ningesema ile game ya kwanza wakati niliingia kuchezesha Premier League ya Kenya, ilikuwa mwaka wa 2009. Ile game yangu ya kwanza nilipewa ilikuwa Gor na Sony. Na naenda wapi? Naenda Sony. Na nikachezesha game vizuri sana, na nikamaliza na nikatoka kwa kiwanja na goli ikachapwa na game ikaisha vizuri. Hiyo ndio ile game ya kwanza nitakuwa nikikumbuka, cause unajua ukipewa game ya Gor unakuanga na kale, but that was my first match. Na nikachezesha na nikatoka kwa kiwanja kama na smile. No. Yeah. Mbali na hiyo, mechi zingine ambazo unazikumbuka? Ni mingi. Ile ingine naweza kumbuka, unajua wakati Mathare na KCB walikuwa wakicheza mpira ni wa mwendo. So kama huko physically fit itabidi una sweat. No. So hizo game mbili hata saizi nazikumbukaga. Wengi watakujua CV yako ikoje, mbali na ligi kuu nchini Kenya, pengine kuna mashindano mengine barani ama pengine nje ya bara Afrika ambao umeitwa na ukatambulika? Nimechezesha qualifiers za World Cup, nimeenda Ethiopia, nimeenda Cameroon, nimeenda Zambia and so many other countries. No. Kuchezesha game. Mataji ambayo umeshinda ama certificates ambazo umepata kuwakilisha Kenya? Ile kwanza natambua kabisa ni mwaka wa 2014. Nilichaguliwa kama referee bora Kenya among men. So hiyo ni kitu najivunia mpaka saizi, na ikanifanya nikuwe na ile motisha hata ya kukuwa bora zaidi. Na nikichezesha nafikiria kuna wanawake pia wengine wananitazama na wangetaka kukuwa referee. So nafurahia sababu mimi ni kama role model pia ya upcoming female referees. Naam.
Kwa upcoming una ujumbe gani kwao? Ni kitu gani ambacho unahitaji kuwa nacho wewe mwenyewe ili uwe referee mzuri? Watu ambao wanakuangalia nataka kuwa kama Tabitha mimi miaka inayokuja. Kitu gani anafaa kuwa nacho? Kitu ya kwanza ni discipline. Ile kitu yote unafanya bila discipline hakuna pahali unaelekea. Discipline and hard work. For example, as a referee you have to train. You have to be physically fit. So nidhamu ya kutrain na nidhamu zingine za maisha kwa jumla lazima ukuwe na discipline. Yeah. Na kutrust, you believe in yourself. Because if you don't believe in yourself hakuna pahali utaenda. Na mtazamaji, miongoni mwa wanawake ambao Tabitha anafuata nyao zao ni Bibiana Stenhouse wa Ujerumani, ambaye mwezi Septemba mwaka jana aliandikisha jina lake kwenye vitabu vya historia kwa mwanamke wa kwanza kusimamia mechi ya Bundesliga na pia wa kwanza katika ligi kuu za soka barani Ulaya. Ilikuwa mechi kati ya Hertha Berlin na Werder Bremen ambayo iliisha sare ya bao 1-1. Tazama. This will be the first Bundesliga match ever to be taken charge of by a female referee. Bibiana Steinhaus will be our match official. Kasavicevic has picked up in a very dangerous area. No free kick, we play on! And in by Lekiol, the free kick has been given the other way. Goal! The referee played on, and it's a brilliant call by the looks of things. Die Frage im Vorfeld vom Strafraum hat sich gestellt, natürlich Foulspiel, ja, nein. Dann haben wir die Situation erkannt, dass Lecky frei aufs Tor einen Abschluss suchen kann. Und da würden wir natürlich immer den Vorteil abwarten. That is the full-time whistle. Bibiana Steinhaus brings her first Bundesliga game to a close. Tabitha ananiambia ndiye mwanamke ambaye anamwangalia kila siku kama kielelezo Bibiana, na ndiye anayetupambia makala ya Guji Wako hii leo siku ya Alhamisi. Hebu tumwangalie miongoni mwa takwimu alizonazo na safari yake katika uamuzi imekuwa vipi licha kuwa ni mwanamke. Hebu tuangalie alizaliwa siku gani, nchi gani, katika eneo gani na hivi sasa na miaka mingapi. Bibiana alizaliwa katika nchi ya Ujerumani kama unavyoona kwenye kiwambo chako. Alizaliwa tarehe 24 mwezi Machi mwaka 1979 katika eneo linalofahamika kama Bad Lauterberg nchini Ujerumani. Hivi sasa ana miaka 38. Sawia na Tabitha Kwa hiyo mmefuatana kwa kazi, miaka pia. Umemwachana miezi pengine? Miezi kadhaa. Na tukiangalia mbele ni kwamba ni afisa wa polisi nchini Ujerumani. Kwa hiyo ni kazi yake ya pili ambayo anaifanya, ni kitu ambacho anakipenda. Ni mchumba wa Howard Webb. Kuna kitu ambacho unaweza sema Mkangai? Ni mchumba Howard Webb. Howard Webb alikuwa ameoa na ana watoto 3, lakini alitalikiana na mke wake mwaka 2016 na duru zinasema kuwa ndiye mchumba wake hivi sasa. Lakini hawaja wana official, lakini ni wana uhusiano wa kimapenzi. Na ukiangalia Howard Webb, mashabiki wanamjua sana kwa visa ambavyo alikuwa anafanya kwa uwanja, vimbwanko wengi. Ndio si mpango wa kando, lakini ukiangalia ukimhusia na Howard Webb, mashabiki watajua taswira yake kwa ukamilifu. Na alikuwa mchezaji wa klabu ya Bad Lauterberg, mahali ambao masehemu ambao alizaliwa, na alianza kuwa muamuzi mwaka 1999 kuanza ligi ngazi ya chini. Kama alivyosema Thabit Wamboi, lazima uanze chini ili uweze kupanda ngazi moja baada nyingine, na miaka 2000 akaweza kuingia katika ligi ya Bundesliga, ligi kuu nchini Ujerumani. Alikuwa muamuzi wa finali za kombe la dunia kwa wanawake mwaka 2011, finali kati ya Marekani na timu ya taifa ya Japan. Pia akawa muamuzi wa finali ya Olimpiki mwaka 2012, lakini baada ya hapo akaingia rasmi kwa muamuzi wa ligi kuu nchini Ujerumani almaarufu Bundesliga mwaka 2017, na mechi tulimeona ile Hertha Berlin na Werder Bremen ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza, na mpaka hivi sasa kazi yake ni ya kupendeza na inasifika ajabu sana nchini Ujerumani. Napumzika kidogo, lakini usiende mbali, ndio mwanzo tumkoko na alika maua. Nitarejea baada muda usiokuwa mrefu.